Yesu ainuliwe sana. Shalom Tanzania, shalom ulimwengu wote. Leo sina mambo mengi ila nayo machache ya kuongea. Machache ndio nayo ni kuhusu viongozi wa imani mbalimbali. Viongozi wa makanisa, viongozi wa misikiti, naongelea Waislamu na Wakristo. Nachokiona adui anataka kuwa target au kututarget. Ninatoa tahadhari kwa viongozi wa imani kwamba msiongee alafu mkajisahau. Kwa sababu hapa kama sisi tunawakilisha pande mbili. Mimi kwenye kanisa letu ninao Wakristo wa Chadema, wa CCM, ST na kadhalika. Lakini pia kwenye ibada yangu kuna sasa pia naombea Waislamu, jana waombea na tunasaidia kwenye mambo mbalimbali. Na wanatoa mpaka sadaka kabisa. Lakini pia upande wa pili katika ulimwengu, mimi kama mchungaji huwa ni mchungaji wa watu wote. Ndio maana ukuta natoa angalizo kwa serikali, natoa angalizo kwa wananchi, natoa angalizo kwa watu mbalimbali, sababu unakuwa mtumishi wa watu wote. Sasa nilichokiona kuhusu viongozi wa imani, nimeona wale viongozi ambao ni maono. Ule tu kwamba ni maono na haulazimishi kuyaamini au vipi. Lakini nimeona viongozi wa imani wale ambao wana mwelekeo fulani, yani hawanyoki kwenye haki, kwamba wanakuwa wanaongea kama vile labda kujihami, au wako wanaongea kama vile labda kulemea upande wowote, labda wa wananchi au labda wa watu fulani. Mimi niwaambie, sisi hatutakiwi kupendelea wananchi, wala hatutakiwi kupendelea serikali, wala hatutakiwi kupendelea imani yoyote. Lakini tusimame kwenye haki. Nilichokiona sasa, unaona kilichopata kina Diamond, wanashambuliwa hawakuwa wanakosa kwa sababu tu labda walikuwa na mwelekeo fulani. Ninachokiona hiyo roho inaenda kushambulia watumishi na makanisa na misikiti. Kwa hiyo na wasi viongozi wa imani, hebu ongea kwa haki na kwa kunyoka, ili usiwe na hatia popote. Biblia imesema hivi, Danieli alimwambia mfalme kwamba sikuwa na hatia mbele zako wala mbele za Mungu. Kwa hiyo hakuwa na hatia na mamlaka na hakuwa na hatia kwa Mungu. Ndio maana wale simba hawakuweza kumrarua. Kwa nami niseme haki itakulinda na simba wanaotoka upande wowote, na utakuwa salama. Viongozi ndio msikilize. Msiponisikia kwa leo mtanikumbuka. Nimeona mnashambuliwa kwa sababu ya kuonyesha mmeegemea upande fulani. Kuona wasi, simameni kwenye haki, ongeeni kwa haki, ili nyinyi muwe salama, kwa sababu jamii bado inawategemea. Dunia inawategemea. Na sisi kama kanisa la Mungu ni watu kuonyesha njia kwamba hii ndio sawa, yani bila kupendelea mtu yeyote. Kama nilivyosema mwanzo kwamba msiandamane mtakufa. Na nikasema pia polisi, naomba msiwaue watu, waache watu waandamane, mwalindeni tu, lakini wasifanye uhalifu. Ilikuwa na balance maeneo yote. Kwa hiyo ni vema tubalance maeneo yote kwa haki, ili kuweza kuwalinda watu wa Mungu ambao Mungu ametupa nyuma yetu, tusiwaache katika wakati mgumu. Mungu awabariki na Mungu awainue. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba kwa viongozi wa dini, nawaombea hekima na maarifa, nawaombea ulinzi pamoja na watu ambao wako nyuma yao. Asante, maana Mungu wangu na Baba yetu utaenda kuwasaidia wote, kwa jina la Yesu. Amen.